Oh, haleluya watu wa Mungu. Tunaendelea na vipindi vyetu vya kila siku mtandaoni. Ninashukuru wale mnaonifuatilia. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa majeshi uketi mahali pa juu, asante kwa kutupa kibali kwa kutafakari neno lako siku kwa siku. Neno hili lisipite bure, bali likafanyike mbegu katika mioyo yetu na likazae matunda 30, 60 na 100. Mungu wa mbinguni na atubariki. Na sote tuseme amen. Ujumbe leo unasema kwamba Kristo msuluhishi na mpatanishi wetu. Kwa nini Kristo ni msuluhishi na mpatanishi wetu? Anasema kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Na tutasoma andiko letu Timotheo wa kwanza sura 2 na mstari wa 5. Angalia Biblia inavyosema. Kwa nini tunaposema Kristo ni msuluhishi na mpatanishi wetu? Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kristo alikuja kutupatanisha sisi na Mungu. Katika Warumi 6:14. Na tuangalie sasa. Hapa tunazungumza juu ya usuluhisho wa dhambi. Mwanadamu hakuna ambaye angeweza kujiokoa hapo. Hakuna. Ni mwamba mmoja ambaye ni Kristo Yesu. Warumi 6:14 panasemaje? Biblia inasema kwa maana dhambi haita watawala ninyi. Tatizo la dhambi tayari limekwisha shughulikiwa. Unaona? Katika Warumi 6:14 panasema tatizo la dhambi halita watawala ninyi kwa sababu limeshashughulikiwa na nani? Na Kristo Yesu. Ndio maana wengi tunaishi katika hukumu. Tunaishi katika kujiona sisi ni wazambi kwa kutokujua. Leo hii mtafunguliwa macho ya rohoni. Ninaomba atakayesikia ujumbe huu asisite kumshirikisha na mwingine. Maana wengi tunaishi katika hali ya dhambi. Kujihukumu kuona kwamba mimi ni mzambi. Kifani kumbe anaishi katika sheria. Sasa leo nataka ujue Agano Jipya linasemaje kuhusu hukumu ya dhambi na Agano la Kale linasemaje juu ya usuluhishi kwa dhambi. Tuendelee. Katika Agano la Kale anasema katika Agano la Kale Nabii Isaya alipaza sauti, lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Isaya 59 na mstari wa 2. Haleluya watu wa Mungu. Angalia hapa uwe makini. Agano Jipya linasema tatizo la dhambi limeshashughulikiwa na Kristo Yesu. Dhambi haita watawala ninyi kwa sababu tatizo la dhambi limekwisha shughulikiwa na Kristo Yesu. Kwa nini sisi haita tutawala? Kwa sababu msuluhishi litatua hili tatizo na akatuleta pamoja katika Kristo. Sasa wengi wanaishi katika hukumu ya dhambi bila kujua. Angalia Isaya 59 mstari wa 2 anasemaje? Anasema kwamba Bwana ameuficha uso wake kwa sababu ya maovu yenu. Ameuficha nini? Uso wake kwa sababu ya maovu yenu. Umeona? Lakini Agano Jipya linasema kwamba ametuleta pamoja. Kwa hiyo tusiishi katika ukale, inabidi tuishi katika upya. Ndugu zangu, tusiishi katika ukale. Tuishi katika upya. Si wakati huu ambao Bwana anaficha uso wake. Bwana yuko tayari kwa sahihi. Usiishi katika hukumu. Ukiona umekosa, rudi magotini pa Mungu, ukimweleza Mungu haja zako na zama kwa Mungu kwa kumaanisha kabisa Mungu ashikili dhambi kama vile unavyoshikilia wewe. Umeona? Hawa walikataliwa na Mungu sababu ya maovu yao. Tuendelee. Lakini haipo hivyo tena kwa sababu ya kazi ya ukombozi iliyofanywa na Kristo. Yeye ni mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Angalia. Angalia hili andiko linavyosema. Kwa hiyo 59 Isaya mstari wa 2. Kwamba Mungu aliuficha uso wake. Tuelewana? Mungu aliuficha uso kwa sababu ya nini? Sababu ya maovu yake. Lakini anasema
Leo hii haiko hivyo tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo aliyamaliza yote na akatuleta pamoja katika Mungu. Wengi wanaishi hapo katika hukumu. Unaishi katika dhambi. Unaishi katika dhambi bila kujua nini anachokizungumza. Leo hii mfunguliwe katika jina la Yesu. Na si kufuatafuata vitu na kuamini vitu ambavyo havina msingi kwenu. Mnaenda kanisani mnarudi na midumu ya maji. Jamani, hivi kweli ya nisiendelee. Tuendelee na mambo yetu. Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu. Kwa nini usimshukuru Mungu? Kwamba Kristo alikuwa ndani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu. Tazama, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu. Kwa nini uishi katika hukumu? Kwa kutokujua. Kuanzia leo hii Mungu atawafungua kwa jina la Yesu. Tuendelee. Yaani ulimwengu wa watu wenye dhambi na nafsi yake. Umeona? Aliupatanisha kati ya watu. Yaani ulimwengu wa watu wenye dhambi na nafsi yake. Umeona? Kwa hiyo Mungu alipokuwa ndani ya Kristo alikuwa anawapatanisha watu wenye dhambi na nafsi yake. Isiwahesabie, anasema isiwahesabie dhambi. Umeona? Asiwahesabie dhambi zao. Umeona? Asiwahesabie dhambi zao. Mungu wa mbinguni atawabariki sana kama mtafuatana nami siku zote. Ingawa muda wangu hautoshi, lakini nina mengi ya kuzungumza. Tazama, hapa tumetazama maandiko matatu tu yanayozungumza juu ya usuluhishi wa Kristo na sisi. Tulipotea katika giza, tuliishi katika dhambi na hakuna mtu angeweza kujiokoa hapo. Ndio maana Mungu alipotazama aliona tuko katika giza. Mungu akaingia ndani ya Kristo akimpatanisha mwanadamu kati ya mwenye dhambi na nafsi yake ili arudi kwa Mungu. Lakini katika Agano la Kale Mungu aliuficha uso kwa sababu Mungu alikuwa anasema nao ana kwa ana. Lakini akaona hao watu bado mioyo yao ni migumu, wanapotea katika dhambi. Akamleta Kristo Yesu. Yeye akakaa ndani ya Kristo, akaupatanisha ulimwengu na nafsi zao, akawahesabia kuwa si wenye dhambi tena, bali wameokolewa katika utumwa wa dhambi. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwasihi usiishi katika ukali, ishi katika upya. Usiwe unajihesabia kuwa wewe ni mdhambi kwa kutokujua, lakini Mungu amemleta mhubiri mngoni kwa wakati sahihi na mtakombolewa kwa jina la Yesu. Ukiona wewe mwenyewe nafsi yako itakushuhudia. Leo hii Roho Mtakatifu anakaa kwa wanaoamini. Ukiona mahali mkwenda vibaya, nafsi yako itakushuhudia na Mungu. Ndipo utarudi katika toba ya Mungu. Wewe si kwa misimu, si kwa kuishi katika miandamo ya mwezi, msimu fulani tufunge, msimu fulani tusifunge. Wewe unaishi katika mwili, ni mengi unakutana nao, wengi unakosana nao. Haya yote inabidi urudi mbele za Mungu. Sisi tunazichukua chapa za Kristo, ni mengi tutauziwa. Wanaishi katika hali ya utakatifu, wataishi katika hali ya kuuziwa. Kwa hiyo utasubiri mpaka msimu ujao uingie kwenye toba. Uingie mpaka mwandamo wa mwezi uingie kwenye toba. Siku zote unamkosa Mungu. Siku zote unakwenda kinyume na watu wako unaishi nao. Ndugu zangu, tusiishi katika miandamo ya mwezi. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Fuatana nami katika YouTube, subscribe @mhubiri mngoni, TikTok hiyo @mhubiri mngoni, na Mungu atawabariki sana. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa majeshi, ninasema asante kwa wakati huu. Umempa nguvu hata kameramani wangu, wape nguvu hata wale wanaofuatilia. Mungu wa mbinguni ukawabariki katika jina la Yesu katika vipato vyao. Nami unipe nguvu na afya siku zote ili watu wapate kubarikiwa na maneno yako. Wale wote wanaobarikiwa na maneno haya, ili nami nipate nguvu ya kuendelea, nahitaji comment zenu, like zenu, inanipa nguvu ya mimi kuendelea. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen.